kimbunga ambaye maninja ambaye kiame, kimbunga ambaye kiame maninja. Mimi nipo ofisini hapa kuita wateja kutoka bara, kutoka pwani, kutoka mashariki, kutoka magharibi waweze kuja hapa ofisini kwangu. Mume wangu. Naam mke wangu. Mimi nimetoka na kutafuta mashambani huko kote, nikajua uko mashambani. Kumbe uko ofisini tu umetulia. Mke wangu, mimi ndo shamba langu hili bwana. Shamba? Shamba la uganga shamba? Wewe mimi na shamba tutashika jembe, mimi niache tunguli nitamwachia nani? Mimi lile swala langu kuhusu kusuka inakuwaje? Maana yake nilikwambia bwana mimi nataka unipe pesa, niende saluni nikasuke nywele. Mpaka leo nafunga vilemba kichwani. Mimi nataka pesa nikasuke nipendeze, mimi mtoto wa mjini bwana mume wangu. Unataka kuniletea mambo ya vilinge, uganga nini? Mke wangu, mimi sijakataa wewe kwenda saluni, lakini mpaka mizimu mimi niruhusu hii. Sitoi hela tu bila ruhusa ya mizimu, nitaharibu kazi. Utaharibu kazi? Yaani mimi mtoto wa mjini unaniuliza habari za mizimu na ile mambo ya mizimu? Mimi sielewi. Kwanza sijakulia kwenye mizimu mimi. Wewe unataka kwenye hivyo aliponisikia mume wangu. Mizimu sasa ndio nini? Ndio. Hii mizimu ndio inafanya tuishi sisi hapa mjini. Hii kazi mimi ndio naitegemea. Sisi tunaishi. Unasema mizimu ndio nini? Kazi. Kama tunashindwa kuelewana. Haya mambo ya mizimu. Nitachoma moto tena kibanda chenyewe. Sasa mke wangu umevuka mipaka. Nenda tutaongea. Mimi sio mama Hadija. Nenda, umevuka mipaka tutaongea. Yaani mama. Hivi mama mimi nakukosea nini? Mama ina maana mimi sio mwanao. Yaani mama, tangu baba afariki umenitenga. Na pambana masuala ya elimu hutaki. Kile kikomba chochote mama, mama natakiwa nisome, unisomeshi, najisomesha mimi mwenyewe, najipambania mimi mwenyewe. Yaani mama, hivi leo ni siku muhimu. Wanafunzi wenzangu wote wazazi wao wamekuja, ndugu zao wamekuja. Mimi sijakuona wewe wala sijamuona mjomba wala sijamuona shangazi. Na leo unajua mwanao na kabisa uprofesa. Tena uprofesa mkubwa kwenye nchi hii, mguruzi wa historia ya Tanzania. Mama yangu, hebu niache. Nikwache vipi mama? Sasa kuelekeza ukweli lakini. Ninakwambia hivi, hivyo kukabidhiwa sijui profesa, sijui nikafikiri unasema mama, tukusanyike wote kwa pamoja, ile kazi mnataka kunituma ya kumiliki mizimu, mimi sasa niko tayari, ili mimi nikamwambia wenzangu wakubwa zangu ili tukufanyie. Uwe mmiliki wetu, uwe mfalme wetu. Eti mama, mimi ni leo ndio kwa profesa hapa. Mama nishakwambia masuala yangu ya elimu. Ndio maana nakwambia wewe mzazi hujasoma ni tatizo. Mama nishakwambia mimi natakiwa nisome niwe mtu mkubwa. Sasa mama unaniambia mambo yako akijingajiga, mama wewe kubakiaga na shamba wako huo. Si nini yako wewe bakiaga, mimi nakuwa profesa nishakwambia. Mama naomba uniache. Mama hebu niache. Nikwambie. Wewe si mbishi? Ndio mimi mbishi, naomba uniache mama. Naomba niache. Wewe si mbishi? Mimi sijasoma. Wewe mbona umekuwa? Mama naomba uniache. Mimi na darasa hata moja. Utajijua mama. Mbona mimi wewe umekuwa? Mama nishakwambia niache aendelee na mambo yako bwana. Hawa bidaki yao. Ndio maana sijawaambia ndugu zako. Muangalie kwanza. Yaani leo, yaani mwanaume sijui kaenda wapi. Yaani nashangaa nimeingia ofisini sijamkuta. Kweli mimi mke wa mganga. Yaani leo mteja atakayekuja hapa ofisini nitampa dawa isiyoeleweka, atajua mwenyewe mimi leo. Yaani anjui vizuri. Sasa hizi. Salama, karibu. Asante. Kwema. Kwema, karibu. Asante. Karibu mdogo wangu. Asante. Huyu bwana chombo yuko wapi? Huyo mume wangu mimi anakaa? Yuko huko kwenye mihangaiko yake mishambani kaenda kuchuma dawa huko. Nilikuwa na shida naye balaa. Shida? Mimi mke wake, shida yako mimi naweza nikainini kuisave. Shida? Na matatizo. Na matatizo hasa kama hospitalini, sijui kwa nani. Nikaambia huko mtaani hapa kuna mganga mmoja kwa chombo anasaidia tatizo lako, anakuja kumwangalia hapa. Tena hiyo msimkute. Na balaa. Mimi naona hapa kijaribika kitu. Kwa sababu kwenye mganga kuna mume, kuna mke. Mimi mke wake, yani mikoba yote mimi ndo naishika. Yaani niambie shida yako naweza kukusaidia. Shida yangu ni shida. Tatizo la uzazi. Shenda hospitali, shenda wapi. Kwa hiyo nikaamua kwa nilivyoniambia hivyo kuna mganga anasaidia, tulikuja hapa. Ndio kutoa shida zangu hapa. Basi sawa. Mizimu jamani, mizimu nawaomba. Mimi mke wa Chobu, naombeni jamani nampa dawa udada ili kamfanyie kazi yake anayohitaji. Naombeni mnisikilize. Mimi kama ndo mke hapa malkia, yani mimi malkini wa hapa katika Ichikilinge. Hii hapa mdogo wangu. Hii inasaidia dada? Sasa nisikilize. Hiyo dawa hiyo ukachemshe kwenye maji. Sawa kijiko hiki kimoja unywe. Kutwa mara hizi
mara 3. Kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Kweli dada nitafanikiwa? Mimi nashukuru Mungu utafanikiwa. Nitashukuru sana dadangu. Nitashukuru sana. Nitashukuru sana dadangu. Jamani, karibu. Dada. Sasa mbona nini hapa mezani? Au una shida? Mimi naye tuliongea, akaniambia nije ofisini, kwa nimekuja. Oho. Hapo ndo ninapochukia uganga mume wangu. Uganga mume wangu mimi hapa ndo ninapouchukia. Yaani uganga usiokuwa na hela. Kwamba wewe umempa hela mume wangu, kwangu uje uchukue dawa bure. Hela wewe tena ya nini tena hapo jamani? Hela ya nini? Kwa hapa hii kazi tunafanya bure sisi eh. Haya, tuendaga huko. Rasa tatatata kolikaraka. Hapo nakuja kupata uponyaji. Leo nataka kuponya. Sasa ni wakati Bwana Yesu atakuponya. Leo utapona kwa jina la Yesu. Nasema rikekenentatataka. Tika jina la Yesu. Unakukata mikoba yote. Na kata uchawi wote. Na kata waliokufunga. Nasema kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Simama. Natembea kwa jina la Yesu. Umenisikiaje? Asante sana. Unapona? Umpigie Yesu makofi. Asante sana. Umpigie Yesu makofi. Umpigie Yesu makofi. Asante. Okoka. Asante. Upokee Bwana Yesu. Asante. Usirudi tena kwenye dhambi. Asante. Usirudi tena kwa yule mganga wa kienyeji yule. Asante. Kwenye mikoba kule. Asante sana. Uende na Bwana akubariki. Amen. Sio mwanaume yuko jamani. Mume wangu huyo. Mke wangu. Nimekutafuta kote kumbe umekaa hapa. Niko nje huko napunga upepo. Unakuwa ndani kuna joto. Joto bala. Fini ndo kaanza alifanyi kazi, yani joto limekuwa kabisa hivi. Kuhusu fence shonga na fundi kasema anakuja. Sawa, fundi wako mimi nishanazingua kila siku analeta unatengeneza hivi. Adanganya. Hamna akasema anakuja. Nimeongea naye leo. Asubuhi. Ni basi vizuri itakuwa vizuri akikuesha ile fence kwa na joto. Anakuja kasema nitoka kuungana muda si mrefu. Sasa mume wangu? Mke wangu nani? Mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani? Maana maisha tunayoishi nayo bila kazi, bila nini mtihani. Na hivyo mwenyewe ndio hizo maisha mishi zako hazieleweke, mambo magumu. Ndio. Mimi nilikuwa na wazo mume wangu. Wazo gani mke wangu? Nilipata mtaji, nikafungua hata kagenge au kabiashara kokote tu tuonyeshe maisha. Maana watoto wanataka kuvaa, wanataka nguo, wakiumwa. Ndio. Wewe unaonaje wazo langu mume wangu wazo? Mke wangu wazo wako si baya sana, nzuri. Sema kuna issue nasikilizia hiyo. Nikitiki mimi nitakupa huo mtaji. Kwani mtaji wewe uko unahitaji kama shilingi ngapi? Mimi nilipata 30 tu ya kuanzia, nitaangalia biashara yote ya kulima, ya kubuni ili tu maisha yaende. Maana maisha yanazidi kuwa magumu, hapaeleweki, mwisho wa siku kodi za watu itafikia. Hela hatuna, mtoto ataumwa ndani, akiba hatuna. Kwa hiyo inabidi tuchangamke, tujiongeze mume wangu. Kazi ni kwako, tangu usema nitakupigia simu uende. Kama hivyo, akiba kanaisha ndani. Utaishije mume wangu bila kuchangamsha akili? Ni kweli mke wangu. Sasa ngoja nisikilizie kwanza kwa sababu kuna mchongo na usikilizia. Ukishatiki mimi hiyo pesa nitakupa mke wangu usijali. Basi mume wangu mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akujalie kufanikisha basi maisha mengine yaendelee. Sawa mke wangu, nashukuru. Basi mimi nenda ndani kuendelea na shughuli nyingine wangu. Haya poa mke wangu. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini Injili. Wewe hujaokoka. Wewe uliokuja. Ukoko mpokee Bwana Yesu, ni wakati wako. Wewe hujanijua mimi eh? Mimi ndio chombo. Wewe unatafuta matatizo. Na wewe matatizo unatafuta kuokoka, utakuja kuokoka kweli wewe. Mimi ukitaka jitu wewe utaokoka. Wewe hujanijua mimi? Okoka. Wewe utaokoka. Ila hiyo mimi nimeipenda. Mimi nimeipenda. Michezo yako nimeipenda. Wakati umefika. Ila utanijua. Wewe utanijua mimi. Wakati umefika. Wewe mimi utanijua. Michezo yako nimeipenda. Wakati umefika. Afadhali nimekukuta bwana Chongo. Naam. Mimi bwana nilikuja hapa kwako. Siku nilikuja sikukuta wewe, nilikuta mkeo kaka hapo kwenye kiti chako. Kanipa dawa. Dawa natumia mimi sio ni mafanikio. Natumia dawa na wewe sio ni mafanikio. Dawa unanipa nini? Ya kuniua? Dawa ya kunitibia matatizo yangu nilokuwa nayo au dawa ya kuniongezea shida nyingine? Maana si ile dawa natumia sio ni mafanikio. Bwana wewe na mkeo, vipi mna mpango gani na hiyo ofisi yenu? Usone kuvaja lemba uganga kazi lawama. Hii dawa aliyokupa dawa sawa, hizo kwa hana kalama ya uganga. Sisi tumekaa hapa baada ya kukabidhiwa na kukiwa hizo kalama za kufanya matibabu. Sasa kama hana kalama anajibisha John Solomon na kazi gani? Atakuua watu. Leo nimekuja mimi hapa, sijazulika. Kaja mtu mwingine akampa dawa kazulika, inakuwaje? Nataka muo hiyo ofisi.
Nasema kama mwezi kazi ya uganga mfunge. Tatizo lako limekwisha, nipo mimi. Haya, ndio nakuja kukusikiliza sasa. Tatizo langu linaisha vipi na nitatulia vipi tatizo langu? Maana kila siku mimi guna njiani na wewe hapa kwa chombo kila siku mimi tu. Baba ninachoka sasa. Japokuwa nina shida nachoka. Kila siku mimi hapa. Usijali kijana, binti yangu, wewe umekuja, usijali. Nitakupa madawa, Mungu atakufungulia, utapata unachokihitaji. Usiwe na wasiwasi. Hapa ndio ofisi ya chombo. Yaani kila kiambia sisi mikoba hataki. Sasa profesa wake leo ndo utaishia hapa. Na choma takataka yake. Eti mimi profesa. Profesa hiyo bongo. Subiri kwanza nimuonyeshe. Yes, hataki kulisi mikoba. Hapa leo ndo kiama chake. Sijui profesa wake ataonyeshia wapi. Hapa leo mbona? Kaya kanyaga. Wewe ni mangaikie kwa kuzimu. Alafu yeye aniletee. Sasa ikicheki chake leo ni marehemu. Mimi nakwambia. Wewe pesa yangu yote niloitoa mimi wakati kachaguliwa na mizimu kwa mfalme wetu. Alafu yeye atakuniletea nini? Wewe anijui. Eti mimi subiria kwanza. Hii itakuwa ngoma nagwa. Hii anakuta matakataka yake yote hapa. Akunizingua mimi hapa. Mimi nihangaike wewe niuze mashamba kwa ajili yake yeye. Alafu yeye profesa. Chomeka bwana haraka na wewe. Alafu nitamuona atalisi mikoba au alisi mikoba. Tukachaguliwa na mizimu. Alafu mimi nalinga mtaani mwanangu chifu. Uchifu wenyewe hautaki eti mimi Mimi gudi. Ndio tu. Kisha mkomesha. Haya. Tutaonana huko kwenye mizimu. Mume wangu. Yaani mwanaume. Eti nina mazungumzo naye. Hata sijui ananitia mazungumzo gani. Naona ananichelewesha mimi kwenda kwenye vikoba vyangu saa hizi hapa. Nikae jua linaniwakia kumsibiria yeye. Afu vijana wengine bwana. Naam mke wangu. Mke wangu, kaja mteja wangu umempa dawa. Na dawa sio wewe masala ganga wataki, kwani ugawe dawa? Umekuwa na shida zako za hela, kaja mtu na hela amechukua hela yake, dawa hujui, umempa tu mradi umempa midawa, wewe siku utapata tu sumu utaua utanipamie kesi. Kwa hiyo nikuulize swali, mule kilingeni kwako kuna sumu au kuna dawa, kuna mitishamba, kuna dawa feki? Mimi wewe mteja wako kwanza hela gani alonigaia? Alafu kuhusu swala la uganga, mimi unajuaga swala la uganga mimi sipendi. Na nimekaa pale kwa sababu maalum tu, uagani haribu tu biashara zako ili mradi mambo mengine yaende. Kwa hiyo umetoa dawa bure hujapewa hela hapa. Hela gani? Kasema kanyabela umempa. Acha tamaa. Wewe kama hizi uganga utaki imekuja haraka ushaka. Wewe umenichoka naona. Nisikize nikwambie. Mimi sasa hivi kwanza nina mpango wangu sasa hivi nataka kwenye vikoba vyangu na wananichelewesha. Alafu wewe masuala sio ya madawa sio nini. Mimi kwanza hicho kilinge chako nitatia moto, nishakwambia. Wallahi. Wewe tatizo lako ndo hilo. Wewe kama nenda bwana, lakini masuala ya kuchezea ofisi yangu mimi sitaki. Mimi naenda kwenye vikoba. Hata ukienda kwenye withdraw wewe nenda, lakini masuala ya kuchezea ofisi yangu mimi sitaki bwana. Vikoba ndo nini bwana? Wewe mdashe koma unanihitaji mimi? Mimi nishakata. Wewe mdashe mimi nishakwambia mangapi wewe? Yaani mimi nikome. Koma mdashe unanijua mimi? Koma bwana mdashe sijui bwana wewe. Umefanya masiara yako yote umeingia ndani mle na demu wako. Sisi wakati unajua kile chumba ni cha mizimu. Bimdashi achana na mimi, Bimdashi achana na mimi. Nishakwambia mara ngapi achana na mimi wewe? Yaani mimi nakwambia wewe hivyo unaniita mimi Bimdashi. Achana na mimi bwana Bimdashi wewe. Kiza. Wewe kiza. Bimdashi achana na mimi. Kinachokukuta kiza. Kwanza nishakukataza usiniite kiza, mimi naitwa Gudi Bimdashi wewe. Sawa hata unajua Gudi, alafu wewe dada wewe. Bimdashi achana na mimi. Hebu achana na mimi. Chizi usimsikize Bimdashi. Chizi huyo. Chizi ndio. Bwana Chombo. Nimekuja kutoa shukrani zangu. Ile dawa ameleta matunda yenyewe haya. Mwanangu ndio huyu hapa, nashukuru sana kwa ile dawa. Kaka toka changa Mungu ni mwema bwana. Japo mkeo kidudu mtu atakuniua. Mungu ni mwema sasa. Mungu atukuzie kitoto chetu hiki. Amina, amina, amina. Asante sana.
Hongera sana. Asante na asante kwa kunisaidia. Bwana Musa alikuwa hataki uende kwa mganga, naye anasemaje baada ya kupata mtoto? Furahia tu, matunda ndo kama hivyo, furaha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katujalia. Basi mimi nasema mwambie Musa sasa Mungu yupo, lakini nimeishi shamba inafanya kazi. Ndio. Bwana. Sasa sasa hivi mnalea kitoto chenu wenyewe galamu mstarehe. Tukishika kichanga hichi jamani. Kilivyotulia sasa. Babake kimetulia. Bwana. Kwa nalia hapa. Sawa kabisa. Hongereni sana. Sina muda mwingi wa kukaa, nimtoroka Bwana Musa mara moja hapo. Kasema wewe nende kwa chombo. Nikatoa shukrani zangu kwa chombo. Asante sana. Asante. Shukrani hapo. Basi na mimi nilipata kila cha ugali mchana huu. Basi Bwana Mungu atukuzie kichanga chetu. Amina na kilivyolala sasa. Bwana. Jamani. Kimekuja hichi kavivu, kimekuja kinalala tu. Kimejua kinaenda kwa. Haya mwende salama jamani. Ndio mimi nimuwahi Bwana Musa hapo. Haya. Sababu nimemtoroka. Unajua nimeenda wapi? Asante sana bwana. Kumbe mji shule mpo huku maskani mnapiga chimbo. Wewe nani? Wewe mbona uji shule mpo huku kijioni mnapiga chimbo na hiki kila siku unaitwa majina na mwalimu. Kwa hiyo uji shule mpo huku mnapiga chimbo. Mnapenda chimbo kuliko kusoma. Wewe mimi naenda kusomea kwa mama yako na huko naenda kusomea kwa mama yako na wewe. Na nyote naenda kwa wazazi wenu. Bwana mji shule. Wewe unamuelewa wewe? Haya, unaenda wapi mwanangu? Mimi naenda mbele hapo mbili kubwa. Unaenda mbele kufanya nini saa hizi? Naenda kuzurura maskani hapo. Tunajua mzee jao utaingia hapa tu mganga huyu kimuomba shida hapa kukusaidia wala nini. Bwana alipokutana na mama yangu hapo anaweza kanisaidia. Yaani mimi nakwambia mwanangu, sikiliza nikwambia, sio nakusaidia buko. Baba yako mimi nakwambia siku baba yako ule jao. Mimi kwanza ule uganga siupendi na upinga kila siku. Unajua mwanangu mimi naupinga uganga. Ila sikiliza mwanangu. Mimi ninachotaka yule mzee yule mzee tutamnyoosha tu. Si umeelewa? Kwanza mimi nimechoka kukaa kwenye kijumba cha nini hichi cha makuti, si bahati nini. Hela anapata sio anafanyia nini. Sasa sikiliza. Mimi mwanangu mimi nakukubali. Si umeelewa? Ila biashara yako napata kwenye vijiwe vyako vya nini vya ubange. Usiletee kwa bange. Mimi nakupenda sio kukupenda ubaya kwamba ukavute bange. Nakupatia babuku hii. Kama vipi nenda kaishi pale. Sawa eh? Poa bi mkubwa leo limeisha. Haya. Mganga, mwanangu mimi simwelewi. Ama zako ama zangu. Mwanangu akifa, mimi na wewe tutajuana. Nifuate mwanangu. Ni wewe? Ni wewe ha? Ya jamani, asante Mungu. Jamani. Kumbe nyie. Yaani nyie kila siku hamji shule. Kila siku hamji shule. Kwa nini? Mazingira tu. Kwani vipi? Kila siku mnaitwa majina, hamji shule. Kwa nini? Mnakuaga wapi? Mazingira tu, tunajua. Sio tafutaji, si atuchoki. Tafutaji achoki. Mbona mnakuja shule, sio mnakaa tu nyumbani? Sasa sikia Neema basi. Ukienda shule kavi unaweka ile sie tu uponye tunaelewa. Tuchome kwa walimu. Tafutaji achoki, tuchome. Vipi au sio? Baridi basi. Kukutana. Haya. Fanya hivyo basi. Haiwezekani mtu kama mimi aweze kunisumbua mtoto mdogo. Baba samani niingia
Baba. Baba samani baba. Mwanangu changanyikiwa. Hayuko sawa kabisa. Baba nisaidie baba. Jambo dogo sana. Mama. Nisaidie baba. Mwanao amejiroga mwenyewe mama. Nisaidie baba. Hana dharau kazi za mizimu. Mizimu ishamchagua. Hakuna makulisi ndo yeye mama. Kweli baba. Hapo amecheza alafu kaingia na mwanamke pale chumbani. Umeona sasa mama mwanao alivyoharibu mama. Mama usiwe na wasiwasi. Shika uzungumza na mizimu. Hii ndio tiba sasa ya mizimu, itaenda kumpokea mwanao na kumtibu kabisa, lakini afanye uganga huyu mama. Baba. Wala usiogope. Shika, mimi nimekulizia, mizimu yote inaona. Mama amekuja huyu. Mwanawe amekataa kubeba ule mkoba. Madhali ameshatoka huko amefika hapa. Hilo jambo amelishalikubali, ataenda kurekebisha masharti. Mumsamehe huyu mwanawe huyu mama. Atahangaika huyu sio huyo mtoto. Mimi nimekuja hapa kwa mganga. Mzee Chombo baba unisaidie. Mwanangu amekiuka masharti kaingia ndani na mwanamke wakati uganga hutaki hivyo. Mizimu ende kamsamehe. Mwanangu anadhirika mimi. Atakubali za kufanya uganga mumsamehe. Jambo maliza jogeza nilikunda pia. Mama utasubiri dawa hapo nje. Atakoga na kunywa basi imekwisha, lakini utatabana tu. Jambo limekwenda hilo mamangu. Usiwe na wasiwasi. Mimi ndio Chombo. Nakuaminia baba. Mama usiwe na wasiwasi. Mama kasubiri hapo, nitakupa dawa zako sasa. Haya. Nashukuru. Nashukuru mganga. Mke wangu, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Na pili nakushukuru wewe. Tatu namshukuru sana mganga kwa ushirikiano wako mzuri. Kalifanikisha hili jambo letu na tumeweza kupata mtoto. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Wasi uko nakataa nini ushirikina? Mungu kwanza, na yeye mwenyewe japokuwa anamtegemea Mungu ndo kama hivyo, kimtumania Mwenyezi Mungu na yeye ukienda kimlilia Mwenyezi Mungu anakuambia hivi, jisaidie na mimi nitakusaidia. Kwa hiyo tulimuomba yeye na yeye kupitia Mungu katuweza kutusaidia kupata watoto.